أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. aya hizi tatu twaweza kuziamkua ni fasli ya kwanza, ndio chapter ya kwanza au sura ya kwanza katika kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Kama tulivyozungumza katika juma lililopita kwamba mwanzo wa kisa cha Nabii Allah Yusuf ni ndoto ambayo ilikuwa ni kitandawili, ndoto ambayo ilikuwa ni habari za mustakbal ambao ni wa nur, mustakbal wenye utukufu kwa Nabii Allah Yusuf. Nabii Allah Yusuf akiwa na umri wa miaka 6 au 7 au 9 kwa ikhtilafu ya wanazuoni, aliamka asubuhi akiwa ameiona ndoto hii ya kimaajabu. Akenda kwa babake akiwa ndio mtu anaostahiki kumwelezea ndoto kama hii, apate tafsiri kutoka kwa babake. Akienda kwa babake akimkhutubu, ya abati, e babangu, inni raaitu 11 kaukaban, mimi nimeona nyota 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi, raaituhum li sajidi, nimeziona zanisujudia mimi. Wakati Nabii Allah Yusuf ampa habari babake, katika aya ukitaamali kumekariri kilma cha raaitu, amekirudia mara 2 Nabii Allah Yusuf. Mwanzo amemwambia ya abati inni raaitu 11 kaukaban, mwisho akamwambia raaituhum li sajidin. Ni kwamba si masala ya shaka, ni masala ya yaqin, nina hakika, si mambo ambayo kwamba ni ya kuunda. Yani yatuonesha sisi namna gani alivyokuwa na hakika na ndoto yake Nabii Allah Yusuf, akitia taukidi kwa babake kwamba baba, mimi nimeziona nyota 11 na mwezi na jua nimeziona, sina shaka katika kitu kama hiko zikinisujudia. Yani kwa maana ya khudhu', kuninyenyekea, zitu kama hizi. Ndoto kama hii ilikuwa ni bishara kwa Nabii Allah Yaqub. Alipoisikia ndoto kama hii, ambayo kama nilivyotangulia kunena ni ndoto ni kama kitandawili,
lakini tafsiri yake haiko na tabu yoyote. Sababu ndoto, kuna ndoto za jifasiri zo wenyewe, waona usindizini mambo wazi wazi, hayataki hata kutafuta mtu akufasirie mara nyingine. Lakini kuna ndoto nyingine huwa zina ghumudh. Mfano, kenda ukisoma kitabu cha Al-Allama Said Qutbi, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Misri, ana tafsiri yake ameiandika ita fi dhilali al-Qur'an. Aeleza kwamba yeye ilikuwa kiasi kikubwa haamini mambo ya ndoto. Hizi mambo sijui mtu ameota akafasiriwa ndoto na ikawa. Aeleza katika imani yake utotoni ilikuwa aona haya ni mambo ya kuhadaana ama ni mambo ya kutezana shere. Safari moja akawa yuwasafiri wakati wa umri wao, nyuma sana, mawasiliano yana shida, si kama leo. Sababu yeye alikwenda kwa masomo Ulaya, masomo yake ya hali ya juu amesoma Ulaya. Nena niko kwenye meli na safiri, nikalala. Nilipolala nikaona ndoto ukhti yangu, kwa na ukhti yake mwanamke. Katika ile ndoto akamuota ule nduye huzungumza na yeye, na huku mato yake yatoka damu, kutoka damu kwenye mato. Ndoto za kuona mambo sampuli. Ikamtia dhiki, lakini uko katika safari katikati ya bahari, hakuna mawasiliano, hakuna mobile, hakuna chochote. Aliposikilia kule endako kusoma, akawasiliana na nyumbani baada ya muda. Alipowasiliana na nyumbani, habari aliyoipata ni kwamba nduye mwanamke amepata maradhi yaitwa nazifu damu, wa kuna mishipa fulani mara nyingine yakatika ndani ya mwili wa mwanadamu, huwa ikitawanya damu ndani ya mwili huwa ni hatari. Sasa aambiwa ukhti yako amepata maradhi ya nazifu dami ya mato. Angalia ile ndoto ilivyokuwa na dika katika kumweleza mambo. Vile alivyomuona ndivyo alivyokuwa. Hii ni ndoto, haitaki tafsiri, haitaki shekhe wala mwalimu wala nani, yani yo wenyewe ya kuonesha tafsiri zake. Kwa hivyo ndoto ya Nabii Allah Yusuf, ingawa kwa Nabii Allah Yusuf mwenyewe kwa umri wake mtoto hakuweza kuielewa kiasi kikubwa, lakini kwa Nabii Allah Yaqub ilikuwa ni ndoto kwake iko wazi, yaeleza nini, yajifahamisha moja kwa moja. Nyumbani tuko mimi na mamake na vijana 12, wa 12 ni yeye. Kwa hivyo yeye mwenyewe ametoka, wamebaki vijana 11 na baba na mama. Kwa hivyo inni raaitu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara raaituhum li sajidin. Kwa hivyo Nabii Allah Yaqub akaiona wazi ile ndoto kwamba Nabii Allah Yusuf atafikia daraja kubwa, daraja ambayo kwamba sisi sote tulioko ndani ya nyumba hii tutabidi tunyenyekee na tupige saluti mbele yake, hata mimi, babake na mamake. Japokuwa Nabii Allah Yaqub ndikuwa ni mtume, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Hao ni mitume, tumewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi. Pia katika mitume washindana daraja. Kwa hivyo Nabii Allah Yaqub akaiona kwamba daraja ya Nabii Allah Yusuf mane aliyemzaa itakuwa kubwa kushinda yake yeye. Akaifahamu ile ndoto. Ndoto ile ikawa ni bishara, ni furaha kwa upande fulani kwa Nabii Allah Yaqub, kwa sababu baba ambaye ana kite cha ubaba afurahi kumuona mwane, wala haingii kwenye kushindana na mwane. Leo yo mzazi yowote akiambiwa kwamba mwana atakuwa hodari kukushinda wewe, atakuwa muyuzi kukushinda wewe, bila shaka haya ni mambo yatamfurahisha. Hatoangalia itakuwa yeye anishinde mimi, bali kwake itaona ni fakhri kwamba mwanangu
amekuwa zaidi kunishinda mimi. Ikawa ni upande wa furaha. Lakini kwa upande mwingine Nabii Allah Yaqub akaiona ndoto ile nina matatizo. Ina furaha kwake yeye, lakini ni matatizo kwa nduze Nabii Allah Yusuf. Kwa hivyo akawa katika kipindi ambacho yuwateka kusikia habari zile, lakini pale pale uso wake ukambadilika, akawa mzungukia sasa Nabii Allah Yusuf, amwambia qala ya bunayya, mwanangu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, tafadhali habari hii, kisa hiki ambacho umekuja kunielezea mimi kuhusu ndoto yako, mimi nakunasihi na nakukanya usende kuwaelezea nduzo. Kwa nini? Kwa sababu aqiba, matokeo ya habari hii watakapokuipata, fayakidu laka kaida, natija yake itakuwa ni haya, utapata shida kupitia zile zitimbi ambazo watakupangia wewe. Na bila shaka fayakidu laka kaida, tukitaka kuifasiri kwa urefu itafasiriwa mbe yale mambo walokuwa wakiyapanga katika kutaka kumwangamiza Nabii Allah Yusuf. Kwa nini? Na hapa ndipo mahali mwanadamu peke yake hawezi kupanga zitimbi. Lakini wakati kunapokuwa na chuki au wakati kunapokuwa na hasad, sababu tukiyafuata haya mambo tutaona mwisho natija ya utukivu uliokuweko kwa nduze Nabii Allah Yusuf ilikuwa mabda yake, asli yake ni hasad. Na mahala penye hasad, mfalume ni Ibilisi. Mfalume wa kuendesha mambo ni Ibilisi, kwa sababu dhambi la kwanza lilofanyika katika ulimwengu huu lilitokamana na zitu ziwili peke yake, al-kibru wal-hasad. Kibri, sababu Ibilisi alipoambiwa amsujudie Nabii Allah Adam, alitakabbar, akawa mwambia Mwenyezi Mungu, takuwaje mimi umeniumba kwa moto na huyu umemuumba kwa mtanga, kisha mimi nirudi nimnyenyekee? Na hasad, kwamba mimi Ibilisi anena nimefanya ibada, niko kabla, nimepanda daraja mpaka nimefika kuingia katika grupu la malaika, huyo ameumbwa yuzi, na muona yuzi hapa akisinyangwa kwa mtihani mmoja tu, wa'allama Adam al-asmaa kullaha, zipimo zote, mawazini zote zimebadilika. Kwa hivyo Nabii Allah Yaqub akawa amwambia Nabii Allah Yusuf, wao watakupangia wewe zitimbi, lakini atakayekuyaendesha mambo haya na nafasi ataipata hapa Ibilisi ya kutekeleza mambo yake. Ndio akamwambia fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduun mubin. Shetani ni adui, na katika uadui wake shetani huwa yantadhiru al-fursa. Ile fursa itapatikana wapi ya kuchochea mpaka kuwe na tete ya moto? Hawezi kuwasha yeye moto, ni lazima ule moto uwashwe, yeye aupelelee na autililie. Sasa ndoto ya Nabii Allah Yusuf lau ilielezwa, ilingeliwathiri wale ndugu. Kwa nini iwathiri? Swala ni hili. Kwa nini Nabii Allah Yaqub, طبعا sisi tutasawar, tuzungumza family, baba, mama, vijana. Kwa nini mujarrad wa kijana kuamka kumwambia babake mimi nimeona ndoto ambayo ina bishara yaonesha mimi nitakuwa mtu mkubwa, Nabii Allah Yaqub moja kwa moja amkataze kuambia nduze, kwa sababu nduze watakufanya kadha? Kulikuwa kuna khalfia gani ambayo ameitegemea Nabii Allah Yaqub paka kutoa hukumu kama hizi kwa wane? Qur'ani haikueleza wazi ni nini kinachoendelea ilikuwa, ingawa ukizisoma
hizi aya utapata kwamba kulikuwa kuna tatizo la hasad kati ya wana wa Nabii Allah Yaqub. Lakini muarrikhin wanena kwamba Nabii Allah Yaqub alikuwa na hawa vijana 12, lakini wawili naye ni Nabii Allah Yusuf na wapili aitwa Benyamin. Huyu ndio yule innakum lasariqun. Tutakuwa kumzungumza huyu wapili ni ule Nabii Allah Yusuf alonena atiliwe ile pishi ya kupimia kwenye zombo zake, kisha akatangazwa kwamba yeye amejepa. Hawa walikuwa wawili, hawa walikuwa baba na mama. Muarikhina ndo wanena maneno haya hayako kwenye Qur'ani. Hawa wawili walikuwa baba na mama. Wale 10 walikuwa mamao ni mbali, washirikiana kwa baba. Hiyo ya kwanza. Pili, hawa walikuwa hawana mama, yani mamao walikufa. Mamake Nabii Allah Yusuf na mamake Benyamin ambao ni mama mmoja, mamao walikufa hapa. Kwa hivyo ikawa alaka ya Nabii Allah Yaqub kwa wao ni kubwa zaidi kuliko kwa wale vijana 10, kwa sababu ya kuwaona wao wamekosa mama. Kwa hivyo ikawa Nabii Allah Yaqub ajaribu kuwapa mapenzi zaidi aweze kuziba ile kasoro ya ukosefu wa mama. Wale walikuwa na mamao. 3, muarikhina wanena hawa ndio walokuwa watoto. Yani Nabii Allah Yusuf wa mwisho akimaliza ni Benyamin. Kwa hivyo na kawaida ya mzazi huwa ana mail zaidi kwa ule kijana mtoto zaidi. Sasa haya yalichangia wale ndugu wakubwa 10 wakaunda timu yao dhidi ya babao, na timu yao waliunda chini ya unwani kwamba sisi babetu atudhulumu. Na kwa nini babetu awapende zaidi hawa, na hususa Yusuf? Kwa lugha za Kiamu huambiwa manake Nabii Allah Yusuf ndo alikuwa kitupa cha ruhu cha Nabii Allah Yaqub, yani ndo kijana kipenzi cha Nabii Allah Yaqub. Sasa yale mahaba ya Nabii Allah Yaqub si maana kwamba Nabii Allah Yaqub alikuwa akiwatukia wao, wali'iyadhu billah, wala itakuwa amekosa uadilifu katika tarbia, lakini alikuwa akiwashughulikia zaidi wale. Kwa hivyo wao wakabuni fikra kwamba sisi ni watu hatuzingatiwi katika nyumba hii na hatujaliwi. Haya yatakuya kuelezwa mbele katika aya ya 8, idh qalu, wao wanena sasa. Na yasoma tu lakini tutakuya kisha. La Yusufu wa akhuhu, Yusuf na nduye, huyu nduye anazungumzwa hapa ndio Benyamin. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, ndio wanaopendwa zaidi kwa babetu kuliko sisi. Wa nahnu usba, na sisi tukiwa kwenda kidemokrasia, yani sisi kundi letu ni lingi. Huwaiye babetu akaweza kutuata 10 akashika wawili kwanza. Usba yani kwa maana wa nahnu jamaa kwanza. Pili, wa nahnu usba, sisi ndio wakubwa, ndio watu tuweza kuweta manfaa sasa yao katika nyumba. Ikiwa ana watu wa kuwategemea, sisi sasa wengine wameanza kuwa mabarobaro. Ni watu waweza kuweta riziki katika nyumba, waweza kutoa mchango katika nyumba. Hii pia yaingia katika wa nahnu usba. Haya si mambo ya kawaida. Inna abana la fi dhalalin mubin, kika babetu ni mpotevu, ameingia kwenye upotevu ulio wazi kwa ubaguzi anaofanya. Kwa hivyo haya Nabii Allah Yaqub alikuwa akiyaona, na bila shaka yaonesha ndani ya ile nyumba kulikuwa kuna mijadala ikiendelea wakimkabili babao. Kwa hivyo ikawa Nabii Allah Yaqub ashawaelewa kwamba hawa wanangu 10
wana hasadi na hawa wawili, na hususan Nabii Allah Yusuf. Kwa hivyo saa zote akawa anahadhari jambo lolote zuri la neema kwa Nabii Allah Yusuf, akikataa kulidhihirisha kwa wale. Sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, istainu ala injahi alhawaiji bilkitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda. Neema ni kitu kizuri kudhihirishwa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Lakini kudhihirisha neema haimaanishi kutangazwa. Maanishi wewe ukipata neema utoke mkunguni uzunguke barabarani kwamba mimi leo nimepata neema, mimi nimepata neema. La, fahaddith kwa maana ya tarjuma. Yani ukiwa na neema itarjam kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya kushukuru, kwa maana ya kuonekana. Si ni mtu una neema ukionekana waishi kama mtu, mathalan leo utakuta baadhi ya aghnia watu Mungu amewapa uwezo, amewapa mali na nini, lakini ukimuona namna aishio utafikiri ni fakiri wa kupita kiomba. Hii ni katika kukufuru neema za Mwenyezi Mungu. Huzitumii neema ni kumshukuru. Lakini kwa upande mwingine si kila neema yataka kutangazwa, kwa sababu neema ina tabia ya kuvuta uhasidi. Sababu nyoyo za watu ni tofauti. Kuna nyoyo zaweza kuvumilia, kuna na nyoyo haziwezi kuvumilia. Kwa hivyo ikawa Nabii Allah Yaqub amnasihi mwane na kumwambia hii ndoto aisite. Kwa hivyo akamwambia, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Mwanzo akamtahadharisha, kisha akamfasiria. Nabii Allah Yusuf alikwenda kwa babake kutaka kuelewa ni nini kinachoendelea, ni mambo gani haya niloyaona mimi. Lakini Nabii Allah Yaqub kwanza, kabla ya kumfasiria, akamtahadharisha, kisha akamwambia, sasa sikiza tafsiri ya ndoto yako. Akamwambia, wakadhalika yajtabika rabbuka, hiyo ndoto uliyoiona namna hiyo ndivyo Mungu wako atakapokukutaua, ndipo mahala atakapokukuweka. Yani wewe una makamu, una cheo ambao Mwenyezi Mungu amekuwekea, utakisikilia, sisi tutakuja kukunyenyekea wewe. Wakadhalika yajtabika rabbuka, ndivyo atakavokukutaua Mola wako na kukupa cheo kikubwa. Istoshi kama na hii ni bishara ya ustumi wako umeupata kupitia ndoto. Kwa hivyo Mungu atakutuza tuzo ya kuzifasiri ndoto, na tutaona namna gani Nabii Allah Yusuf akipata ufunguo wa matatizo ndoto, na atakaba wawili, yani babako na babu yako, yale yaliyoko kwenye nyoyo Mwenyezi ilaika zitatoka kwa watu ambao kwamba ni damu yako, hazitotoka kwa watu mbali. Ni nduzo ambao umeleleka nao ndani ya nyumba, ndio watakuwa msingi wa matatizo yako. Katika kuisoma fasli hii nataka kusimama, mengine sitoyazungumza kwa sababu yatarudiwa mbele na tutayaeleza, na ndoto ambacho ni kitu twakiishi sute katika maisha yetu. Ni nadira sana bila ya kupitiwa na zitu kama hizi. Ndoto humpata kila mtu, na kila mtu huona ndoto tofauti tofauti. Kuna ndoto za furaha, kuna ndoto za maudhiko, kuna ndoto za kutisha, kuna ndoto za kutekesha, kila aina ya ndoto. Suala hizi tunazoziita ndoto ambazo mwanadamu aziona katika usingizi wake, sawa sawa ikiwa za mfurahisha au za muudhi, ni nini? Na huwaje mtu mpaka akaota? Ni kitu gani kinachofanyika ukaota?
kisha yale unayoyaona katika usingizi yana ukweli kiasi gani na yaweza kutumiwa kiasi gani. Haya ni maswali marefu sana na sitarajiwi kwamba nitayaeleza kiasi hiko. Nataka kutoa tu picha fulani. Wanazuoni wako sampuli mbili katika kuisoma hii elimu ya ndoto. Kuna elimu mustakili ya somwa, kuna madhehebu mawili katika kuzifasiri ndoto. Kuna tafsiri ya ndoto imejengwa wanavyoita ni tafsir madi. Kama leo kuna kundi la watu hususa wazungu, watu wa magharibi, wanaoamini mada, material, hawaamini mambo ya ruhu, mambo ya nini. Kwa hivyo kila kitu chao wakifasiri kimada. Hawa tafsiri zao za ndoto zimejengwa juu ya msingi huu. Kuna dhehebu la pili la zifasiri ndoto, wanaitwa juu la msingi wa tafsir ruhi. Magumu kidogo haya mambo. Hawa ni wale wanaoamini kwamba mbali na huu mwili wa mwanadamu si kitwa, si hii nyama na mifupa kwamba ndio kila kitu, bali mwanadamu uko a'maq min dhalika, uko deep zaidi. Mwanadamu ni ruhu yake, wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhu ambayo kwamba ni kitu hatukielewi sisi hakika yake. Hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanaoamini mada, wanaoamini kwamba mwanadamu ni mwili huu tulionao na hakuna kitu nyuma ya huu mwili, hawa wamezigawanya ndoto anazoziota mwanadamu sampuli nyingi. Kwanza wanena kuna ndoto anazoziona mwanadamu ambazo ni natija ya matendo yake ya kila siku. Wanena ni natija ya matendo yake ya kila siku. Kama ni mkulima, kila siku atakwenda kulima shambani nini, huyu amali yake yaumi ni ukulima, ni maembe, ni nazi, ni buru. Haya ndiyo anayoyaona, haya ndiyo anayoyazungumza. Ikibidi pengine kama kuna na wanyama wakula, itakuwa ni mayonda, ni nyuni, ni nani. Ana daira muayyana ndiyo zitu anazotaamali nazo kila siku katika maisha yake. Akiwa ni mkulima, akiwa ni mwalimu, ni yale anayotaamali nayo, ni kusomesha, ni zitabu, ni klasi, ni kukorofishana na wanafunzi, ni kusukumana, yale mambo ambayo kwamba mwalimu anayotaamali nayo katika yaumiyatihi, katika siku zake akiwa mwalimu. Wakadhalika, sasa tusirefushe mifano, fanyaji biashara, nani, daktari, kila mtu ana amalihi alyaumia. Kwa hivyo kuna ndoto huwa ni yale unayoyatenda, na hizi zaitwa ni in'ikasat, reflection, ni kuyarudia yale unayoyafanya. Huwa yakikuilia mara nyingine kwenye ndoto, ingawa mara nyingine yatakuilia sampuli, lakini hayatoki katika yale uleno. Mkwenda madrasa siku hiyo, kitu kilochokutia dhiki ama kilokushawishi akili ama kilokufurahisha zaidi siku ile, kwa ile furaha ya zaidi au kwa yale maudhiko ya zaidi au kwa kazi ngumu ya zaidi, tarudi utayaona usiku mambo yale. Hii ni sampuli ya ndoto, waziita ni natijatul a'malil yaumia. Pili, hawa tuko kwa watu wa mada. Wanena kuna ndoto anazoziota mwanadamu wanaziita ni silsilatul amani. Kila mwanadamu mbali na kuishi na alionayo, anayo yatamani. Hawe yaweza kuwa, hayawezi kuwa, yatapatikana.
hayapatikani, lakini kila mtu Arabu nena ana tumuhati zake kwa kadri ya anavyofikiri na kwa kadri anavyoangalia mustakbali wa maisha yake. Kuna tamanio kuwa mwanachuoni, kuna tamanio kuwa tajiri, kuna tamanio kuwa raisi, kuna tamanio kuwa mbunge. Yani kila mmoja katika kupanga ile mustakbali wake anao matamanio, ingawa mara nyingine yeye mwenyewe huiteka na huyasita na hasubutu kuyanena mbe ya watu, huona ni mambo ya zitekesho. Wewe umetamani naye amekuwa milionia, lakini anazo amani katika nafsi yake. Sasa kuna sampuli ya ndoto huya ni inikasat za tamaniyatul insan, ni ile reflection ya matamanio yako. Mara ukaota umekuwa rais wa Kenya, ukitizia kwenye kiti na walinzi wamekuzunguka hizi ni zile nini? Au umeota siku hiyo pengine kwa kuwa una hamu mno ya senti, mara ukaota umeokota begi kubwa ndani limea senti tele, mandole jamaa akaokatia tini ya mto, ukiamka asubuhi pengine ukahuzizengea uzioni. Hizi ni sampuli ya ndoto. Ndio Wairani wana mfano mithali ya Kiirani ya Kifursi, lakini taitarjamu kwa Kiarabu yanena yara alqutna albairu binaumihi qamha, ngamia mwenye ndaa atamanio chakula mtama maburu, akiona pamba usindizini ufikiri ni nini? Ni mtama. Yani kuonesha yale matamanio mtu alionayo. Chawanyo cha tatu wanena hawa, sampuli ya ndoto ya tatu ni natija ya kucha kitu. Kuna watu katika maumbile yao hucha kitu fulani. Kuna mtu shujaa lakini humchaende, pengine aweza kupigana kaua na watu, lakini akifika kwa ende yule bas hana story. Au humchapanya au jongoo. Wako watu kumwona jongoo yeye huwa hana hali tena, na pengine aweza kumuona nyoka aweza kukabiliana naye akamuua, lakini akipambana na jongoo kuisha lake. Kuna watu hucha nyoka, kuna watu hucha jini. Yeye katika nini zake si kwamba hakuna sokucha jini, lakini huyu huwa mizidi kiasi. Kwa hivyo khauf, shiddatul khauf, kuwa na hofu sana. Hata kijana mtoto akiwa na hofu mathala na mtu fulani na mwalimu fulani, pengine hutisha sana na nini, huenda akawa humuota usindizini, ataka kumpiga, umwendeme na bati umfukuza, umwendeme na simbo. Sasa zile huwa ni inikasat za hofu nyingi ambazo uko nazo ule mtu kuhusu kile kitu fulani. Sasa hizi ndizo ndoto kwa watu hao. Sasa ukizitaamali ndoto hizi zimejengwa juu ya misingi ya kimada kwanza, na hazina maana yoyote ndoto kwa watu hao. Wewe kiangalia chawanyo cha kwanza, cha pili, cha tatu, ndoto ni natija ya amali zako za kila siku. Kwa hivyo hazina tafsiri ya kitu hizo. Ni kama umezotukua moving camera ile record ukairekodi kama hiyo darasa rekordio, ukimaliza kwa ukatia kaseti ukaangalia, hakuna tafsiri ya kitu. Ndoto ni matamanio unayoyatamani. Jamaa huziamkua ndoto za muhogo huku kwetu, hazina tafsiri aina yoyote wala haziabir maana yoyote. Ndoto ni natija ya khauf. Kwa hiyo kwa madhhabi ya Madi hakuna maana ya elimu inaoamkuliwa tafsirul ahlam, kufasiri ndoto. Kwa maana uketi umwambie mtu ndoto hii ni uloiona yaweza ikawa mambo kadhaa, kwaweza kukatokea kadhaa, hakuna kwao mambo haya. Mtaalamu mmoja maarufu wa kimagharibi aitwa Freud. Huyu ni mtu ana nadharia zake nyingi katika nyanja za kifilosofi na za kiilmu nafsi. Ana mambo mingi na ana mambo mengine zituko katika imani zake. Hata huyu ndio ule alionena haya masala ya tupu, haya ya satrul aura, haya ni masala yameetwa na adatu na desturi.
lau jamii kazoezeshwa kutembea tupu, kutazoea tu, na wala hakutokuwa na fikra ati mwanamume akimuona mwanamke atamtamani. Hakutokuwa na fikra hizo. Ni mambo tu katika nadharia zake za khabitha, yani nadharia zake zingine. Na akachallenge akanena, ukitaka kutaamali kitu hiki hala jaribu kuyea mtoto wako, kwa kijana umemwea saa zote kutoka ukimzaa mtatie tambara mkono wake. Tagua mkono mmoja umfinika tambara. Akifungua funika. Saa zote mwambie namna hiyo. Funika paka akuwe na ile fikra ule kijana. Basi asema huyu kijana baadaye hata ukamfanya nini hawezi kufungua ule mkono wake mbele ya watu. Kama vile yeo hakuna mtu aweza kufungua tupu yake mbele ya watu. Ni kwa sababu gani? Si kwa sababu ya waqiia, yani kwamba kuna hisia kwamba hii ni tupu haifai kufunguliwa. La, ni kwa sababu vile vile utembea tupu, finika hoyo. Utaona wazee wakiea kama suruali, funika leso nani. Sasa ile tarbia mpaka imetuzowezesha, na tumekuwa tukiziona ziungo zile kwa sababu hatukuzoea kuziona, tuthiru shahawati. Lakini lao ulikuwa ukiamka asubuhi ukiona, ukilala ukiona, ukitembea ukiona, hakungekuwa na shahawati zozote. Hizi ni katika nadharia za nani? Za Freud, katika masala ya tarbia, ya kulea na education. Sasa huyu katika ndoto ana tafsiri yake sampuli mbali. Huyu anena mwanadamu katika bongo lake, na nitakimbia misamiati ya kielimu, nitajaribu kutumia maneno ya kufahamika, ingawa kielimu yaweza kuwa ni makosa baadhi ya maneno. Mwanadamu katika bongo lake ana store sampuli mbili. Kuna store yaitwa almantiqa au mantiqatul wa'i, mwenye aita ni sehemu ambayo wewe waweka maalumati yako ambayo wayaelewa na kwa uamuzi wako. Ukitaka utayarudia, utakwenda utatunda. Store ya maarifa ambayo yapangwa na wewe mwenyewe aitwa mantiqatul wa'i. Kisha kuna store ya pili katika bongo la mwanadamu, huwa mkuliwa mantiqatul la wa'i. Freud aita hii ni sehemu kuna fikra zinazokupita katika mato yako ambazo wewe hui multafit nazo. Ni kuna fikra sampuli mbili mwanadamu. Kama sasa wewe wasikiza hili darasa kwa uamuzi wako na khiari yako na wapokea ukiyaweka, hiyo twaita wayatia kwenye mantiqatul wa'i. Lakini saa nyingine za kwa wewe hutembea ndiani, mara ule huimba, mara ule hupiga yowe, huko na uamuzi wa kuyasikiza yale, lakini yaingia bila ya kuyua. Na haya yakiingia, yeye hunena huenda kwenye ile store ya pili, huyankuwa mantiqatul la wa'i, ambayo mwanadamu hana habari nayo yeye mwenyewe, hungia tu ndani. Kisha kuna fikra, Freud anena mwanadamu huja sengine, mfano akampenda mwanamke, akatamani kitu, kapita kama wimbi yao, kisha kasahau, chana naye paka ikamtoka kwenye akili. Hayatoki yale yanena, hugurishwa. Kila ulisahaulio huku kwenye mantiqatul wa'i, hugurishwa likapekwa kwenye mantiqatul la wa'i. Fikiri tumeelewana mpaka hapa? Sasa wakati unapolala, Freud anena bongo hulala, lakini halilali lote. Hulala upande wenye store ya kwanza inawamkuliwa mantiqatul wa'i, yani fikra za uamuzi wako, maalumati ya uamuzi wako, upande ule ndio hulala. Sasa ukilala upande ule, huu upande wa pili haufanyi kazi mpaka ulale upande ule, sababu zitwa ziwili hazifanyi kazi kama wenyewe wanena. Kwa hivyo kukilala upande hunu huamka upande huu. Sasa kukiamka upande hunu, huwa yale maalumati kwa vile yametiwa bila ya uamuzi wako hayana mtungo, yani hayana tasalsul. Ndio leo utaona mara husoma, mara hufukuzwa, mara wewe jaribu ala kuziangalia ndoto, mara nyingine utaziona hazina mpangilio. Waweza kuanza kuota amu, mara umemalizikia Mombasa,
Na ukitaka kuyafungamanisha ya Amu na ya Mombasa namna ilokwenda, wala hukumbuki kwamba pale nilipokuwa Amu nilikuwa kibarazani kizungumza na jamaa kwenye ile ndoto, mara mbona nilikuwa Kibokoni Mombasa, na hakuna mtungamanisho wa kupanda gari ukaenda. Utaziona huja ni fikra ambazo ni muktatafat, ni za kuokota, kwa sababu ile mantiqatul lawai huwa hutupa tu, kama jamaa tupao gunia store ambayo akipata kebe hutupa hapo, akipata mtee hutupa hapo, akipata dhahabu hutupa hapo. Sasa zikia haziko mtungamanisho. Waweza kuanza kulima, mara ukaona huteza boli, mara ukaona huoa, mara umetokewa mbio na jini hukimbia, ndoto hiyo hiyo moya, mara umeanguka kutoka sakafuni mpaka tini. Sasa Freud anena ndoto zatoka hapo, na tafsiri ya ndoto ni hizo. Na bila shaka kwa nadharia hii ndoto hazielezi kitu chochote. Hakuna maana ya tafsirul ahlam. Zitakuwa zile tuziamkwa sisi ndoto za muhogo. Yani ndoto hazina nidhamu, ni ndoto hazina message yoyote ambayo kwamba. Fikra hii ya Freud, mbali na kuijadili ni kweli au si kweli, sababu kwa upande fulani inao kweli, hajakosea. Makosa aliyofanya Freud ni kutaka kuzifanya ndoto zote ni sampuli moja, lakini mwanadamu anao sehemu katika bongo hii anayoizungumza, na wana saikolojia waitumia sana sehemu hii kumtibu mtu mwenye maradhi ya kinafsi. Mtu mwenye maradhi ya kinafsi ni ule mtu ambaye kuna mambo ya mshawishi na yamemuundia kitu chaitwa uqda nafsia, kifundo cha kinafsi, paka yeye mwenyewe hakijui sababu yake, lakini sababu zake zaweza kuwa ni zitu zimempitia katika maisha yake, zikaondoshwa kwenye store hii zikaingia kwenye store hii, paka yeye mwenyewe akawa hazioni. Sharti kupate tabibu azitoe pale, zile ziamkuliwa uqad nafsia. Na ndio utaona wale wana saikolojia wanaotibu watu hutumia ndia mbili katika kuitumia hii mantiqatul lawai. Ima watumia inaoitwa at-tanwimul maghnatisi, hypnotism, sijui kizungu waita, ile kumlalisha mwanadamu, na ile wakati wakikulalisha yataka uyuzi. Wakati wakikulalisha wakulalisha mantiqatul wa'i, wayamsha mantiqatul la wa'i. Wakulalisha si usindizi huu wa kawaida, usindizi ambao wewe hujitambui lakini waweza kunena na wasikia. Wakakulalisha kisha wakakujadili. Wakati wakikujadili, jawabu lolote utakalokujibu wajibu kutoka kwenye store ile ya kule. Sasa watazitoa zile information zote zilizoko pale, na huenda wakapata sababu ya maradhi yako katika information zile, wakakutibu. Hii ni sampuli ya matabibu wa kisaikolojia wanayoifanya. Sampuli ya pili ni mjadala. Takuta matabibu wa kinafsi huketi mara nyingi, huwa wana jalasati na ule maridhi, pengine aweza kutukua mwezi, kila siku aketi naye masaa 2-3, naweza kuzungumza naye maneno wewe ukaona kusumbua roho. Aweza tukumuuliza, wewe ulipokuwa mtoto ulikuwa ukiteza mpira? Tambaya alikuwa akiteza mpira. Hala nielezea mambo ulikuwa ukifanya mpirani. Aeleze ulikuwa tukiteza timu yetu wankulu wa timu fulani. Atakuya atazungumza pap, aweza kutaja kitu tu, mathalan akanena katika timu yetu bwana, lakini kulikuwa kuna kocha mmoja akituonea sana bwana, mimi alikuwa hanipendi, mara nyingi ilikuwa hanipi namba. Akaja akalieleza ile, ule akaja akaba huyu tatizo lake liko hapa, huyu amenyanyaswa mpaka amezoea kunyanyaswa, amekuja kujiona yeye ana nuksani, kwa hivyo imemuathiri kisaikolojia mpaka amekuwa sasa hujitenga na watu. Akaja akaitoa sababu utotoni mwake katika kuteza mpira. Ndio problem ya huyu kijana ambao sasa ana miaka 50-60. Lakini hii itategemea uhodari wa yule daktari anavyoweza kumnenesha, na yule anayehujiwa anavotajawab, anapokubali kutoa majibu na kutoona uzito hata jambo la kipuzi katika kuulizwa kulieleza. Kwa hivyo nadharia ya Freud inao kweli kiasi fulani,
lakini ni makosa kuzifasiri ndoto zote kwa msingi huu. Nimalize dakika nilobaki nazo tafsiri ya kiruhi ya neno hili kuhusu ndoto. Wale wanaoamini ruh wazigawanya ndoto sampuli tatu. Wanena ndoto si sampuli moja. Kuna ndoto wanena ahlamun murtabitatun bil madhi. Kuna ndoto za fungamana na mambo yaliyopita, na hizi ni zile tunazoziita sisi in'ikasat. Ulipijana asubuhi ukaota usiku hupijana. Ulifanya jambo fulani, ni yale tunayoita natija ya amali zako za kila siku. Kuna na ndoto wanaziita atiyaf. Atiyaf katika lugha ya Kiarabu imetokamana na neno taif, kama mwenye burda anavonena jara taifu man ahwa fa'arraqani walhubbu ya'taridhu alladhati bilalami. Taif kwa lahaja ya Kiamu huwa mkuliwa jazanda. Huwa jazanda. Jazanda tuweza kufasiri ni imagination. Unapomuwaza mtu mpendao, ukienda deep katika kuwaza, huenda ikakusimamia sura yake mbele ya macho yako. Sasa ile sura huwa mkuliwa taif Kiarabu. Ndio ule mwenye burda akanena sara taifu man ahwa fa'arraqani walhubbu ya'taridhu alladhati bilalami. Limepita jazanda la ule nimpendao, kwa hivyo likanikeshesha. Fa'arraqani yani usiku kucha sikulala. Na kawaida ya mapendi utanganya utungu na tamu. Ala kulli hal. Kuna ndoto zaitwa ni atyaf ghair mafhuma mudhtariba. Hizi ndio zile kwa mustalahi ya Qur'ani huwa mkuliwa adghathu ahlamin, ndoto za muhogo. Yani hazieleweki, na hizi hazina fasiri, hizi hazitaki kufasiriwa. Kuna ndoto zaitwa al-ru'ya al-murtabitu bil mustaqbal. Hapa ndio watu wote waliofasiri ndoto kichawanyo hichi hawana. Ukiangalia yale madhhab madi ya fasiri ndoto kwa madhi, na ndoto ya Nabii Allah Yusuf iko kwenye kichawanyo hiki. Ndoto zinaoeleza future, mustakbali ya mtu, sio zinaoeleza yaliyopita. Na hapa ndipo kunapohitaji mtu amkuli wao mufassirul ahlam, au kwa lugha ya Qur'ani wakadhalika. Sio Mwenyezi Mungu amwambia Nabii Allah Yusuf, Nabii Allah Yaqub amwambia wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith. Ta'wilul ahadith ni kufasiri ndoto, na ndoto zinazofasiriwa mara nyingi zinakuwa ni ndoto za mustakbal, na Qur'ani au Uislamu waamini mambo haya kwa nasi za Qur'ani. Lakini ni nani atafasiri, na atakapokufasiri atategemea nini katika kufasiri? Sisi tumeona Nabii Allah Yusuf amepoa ni zawadi kutoka kwa Mungu, wa yuallimuka min ta'wilil ahadith. Ama hawa wafasirio, ziko zitabu zimetungwa huwa mkuliwa tafsirul ahlam. Lakini kama nilivyowaambia, kuna ndoto mara nyingi huwa ziko wazi, hata ule mwenye kufasiri labda awe tongo, zo wenyewe zajionesha. Kuna ndoto kiasi fulani zina matatizo. Ndoto za mustakbal mara nyingine huja kwa dhidi, huja maakusa, yani kinyume cha mambo. Mathalan, baadhi ya mufasirina wanena ukiota umekufa, yani utakuwa na umri mrefu. Ukiota harusi, mara nyingine huwa kuna nini? Msiba yao. Zinao tabia ndoto kukupa risala maakusa, mambo ya kinyume. Lakini ni uyuzi mbali na ni elimu yataka watu. Namaliza mazungumzo yangu kuhusu ndoto na nafunga fasli hii kama nilivyowaambia kwamba ndoto ziko katika Uislamu.
Said Qutbi tumemsikia katika kufasiri aya hizi, yeye alikuwa akinena, yeye ni mmoja alikuwa akipinga mambo ya ndoto na hayawezekani, lakini akaja akapata tukio hili, anena siwezi kulisahau maisha yangu, na kutoka siku hiyo libadilisha imani yangu. Vile vile huu ni mfano katika maulamai wa kisunni Said Qutbi. Ukisoma katika baadhi ya maulamai wa kishia, al-marhum at-Tabrizi, al-marhum at-Tabrizi pia ana kisa kufanana na hiki. Pia anena yeye alikuwa mambo ya ndoto hakubaliani nayo, lakini akapatikana na kisa takriban chafanana. Alikuwa amesafiri enda uhaji nafikiri. Alikuwa yuwasafiri asema enda Ujerumani ila Almania, mgonjwa enda kufanyiwa dawa. Katikati ya safari akaota mamake sijui ni ndugu amekufa. Alipoamka akatoa kitabu mambo ya zamani haya, kuna saa kuna nini, akaandika ile siku gani, wakati mtana na tarehe na kila kitu. Akaenda safari zake, aliporudi hushuka akuta watu wamevaa nguo nyeusi wamekuja kumpokea. Uliza kunani, apoa mkono wa taazia. Akiuliza siku alokufa, wakati alokufa na tarehe, ndio wakati ule aloota yeye. Yani baina ya kuota yeye na huku nduye hufa zimeingiana sawa sawa, siku, tarehe, wakati. Pia amekieleza Kiswahili akanena kuandia siku hiyo nilinena ndoto za kuchewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa ndoto njema, ndoto ambazo kwamba zitakuwa ni bishara ambayo ni njema katika mustakbali wetu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Naam.